Jesu ni mucere wega ihaya mukuri witu. Jesu ni mucere wega ihaya mukuri witu. Aciaritwo ni Maria urathi riu ni muhingu ni tumutwarire iheo uyu tutuire twetagirira wewe reke ngunyiti ogeni thiini wa safarira ya mugambo wa Urimi umuthe riu nginya ndirigwa kumita mugambo wa Christmas ni uria kwagirite to ni njui hindi andu mehariirie gukorwo makiria baru cia thenge angi ni tuku angi ni no kuri kindu kimwe kiria twendete muno kindu gitagwo kamucere. Uri wei uri horo wigie kamucere uria gakuragio na nikio njukite gucera guku mwena wa Mwea GK Gathigiriri prison nigetha tuhote kwaraniria hamwe na aria makoragwo manyitiriire mwena uyu wa Mwea no urimi uria wothe wanaigua ati ni ukoragwo kirimwe mwena wa prison nigetha mahote gututariria atiriri hihi mucere urimagwo na njira iriku na to uguo riria mucere warikia kurehwo metha-ini yaku ri ni umenya he wira uria ukoragwo uruteirwo na ningi kuria arata itu brothers itu aria mokire magikio guku nigetha macenjie mitugo hihi ukihote kumenya atiriri ni wira uriku makoragwo makiruta guku ni wa mana mangi maingi tutietinda ha cai na karara umothe ni mucere twariririe mucere picori uyu ungi maundu ma mega maunu mutuko tukiaririria Jesu ni mucere wega ihaya mukuri witu twaririe umothe hana Merry Christmas twaririe Jambo saidi. Jambo sana. Na tunasemaga hivyo. Shukrani sana. Mimi wananiita Kimiti wa Gitau. Hii ndio mwitagwo atia? Ni gitagwo Jogu. Yes. Deputy of in charge wa goko Mwea Gathigiriri. Neguo. Na huyo etagwo Mr. Gay. Mr. Gay. Yes. Asante sana. Uciye ketwamba twaragie ndio no muri kutukwaragia nake. Nokwaria na Mr. Gay. Tondu no ukoragwo arugamiriire uhandi wa mucere no urimi wa mucere goko. Ni tukuona na hau mbere. Sawa. Thank you so much. Mr. Gay. Yes. Jambo sana. Salama sana. Sasa nimekuja mimi leo simuona nimevaa hata mimi uniform ya. Naona umevaa uniform ya kazi. Ya Christmas. Nimekuja kutafuta sikukuu ya Christmas. Karibu sana. Aswa hapo unafanya kazi gani? Kwanza mimi naitwa Inspector Gay Kingole. Ni kweli. Nasimamia section hii ya mchele ya Mwea prison. Tangu tuanze kupanda. Yes. Tunakuwa tunavalilia mpaka tunafika wakati wa kuvuna. Ni kweli. Saa nyingine sasa kama saa hii sasa tulikuwa tumemaliza kuvuna ile tulipanda kwanza. Saa hii bado tunaendelea tu na kupanda ingine. Ni kweli. Kazi ya kukuza mchele inaanza vipi? Kitu ya kwanza mchele unaanza kwanza preparation ya nursery. Unatengeneza nursery kwanza. Unakuwa kwanza kama ni nursery kwanza unakuwa kwanza unachimba nursery. Sasa ile unaendelea kuchimba nursery, mchele kwanza umeisoku kwa maji. Unaisoku kwanza kwa sababu mchele kitambo eme na kwa ngumu sana. Unaisoku kwa maji for 36 hours. Ukimaliza kuisoku kwa maji unaitoa. Alafu unaenda tena unaibunikia mahali na kanyazi ama na mbolea ng'ombe na joto kiasi. Kutoka hapo sasa mchele ikimea sasa already nursery yako umeprepare. Unaenda kwa nursery yako na broadcast. Ukuwa maintain maji ndio inaanza kumea. Pile naendelea ikimea ndio unaenda ukifunguzia maji. Kutoka hapo kwa nursery unahesabu ikimaliza 21 days mchele ni tayari kuwa transplanted. Ikiwa na 21 days. Kunazo kazi nyingine ambazo huweza kufanywa pale ndani ya nursery. Sasa ile umeenda kusoku mchele. Nursery yako nayo umechimba, umeweka maji, unalokota ile kakwekwe yote, unarokota yote, unailainisha repo kabisa na mkono unakuta iko repo kabisa. Alafu una maintain na maji. Lakini siku ya kukuja kupanda hiyo tumaji una drain yote, unatoa yote, una broadcast kama mchele yako hapo. Kakimaliza within 1 week unakuta kameanza kushuti. Kakishuti sasa una apply fertilizer kidogo. Tukisema kwamba tunaenda kupanda hii mbegu ni ambao mimi nitaenda pale kwa supermarket niseme niuzie huu mchele alafu kisha nikuje niweze kuipanda. Hii mchele hii tunaenda kumbroadcast pale kupanda, sio ile tunapata kwa supermarket ama sio ile sisi tunapuna. Iko watu wanaitwa National Irrigation Board, wako na branch yao mahali wanaitwa Miadi. Hao ndio wanatengeneza mbegu, sisi tunaenda tunanunua huko ile mbegu inakuwa mzuri, inazamea mzuri nje changanyikana na vitu zingine. Tunatoa mbegu direct kutoka kwa Miadi. Miadi iko under National Irrigation Board ya Mwea. Kwa hivyo ni lazima tuhakikisha kwamba mahali ambapo tunapata mbegu ya kupanda lazima iwe ni certified ama tunasema ni ile ambayo imeidhinishwa ya kuweza kupandwa. Hiyo ni ukweli. Watu wengine wanaenda shortcut. Hawataki kwenda kununua mbegu direct.
Ile mchele wamevuna ndio wanaweka, lakini hiyo haitakikani. Inatakana uende kwa miadi ununue mchele ile mbegu ile ni satisfied nao. Hiyo ndio inaleta mazao mzuri na inakuwa resistant kwa magonjwa. Mtu akisha panda ile mbegu yake pale kwa nursery itakaa kwa muda upi? Ikiwa na 21 days iko tayari kupandwa. Lakini wengine pia hapo naye itategemea. Ikiwa na 21 days utaangalia kama ile height imetosha ya kupandwa ndio siende kufunikwa na maji. Ukiona haijatosha unaweza ngoja kidogo ifike 25 up to 30 days. Lakini it is recommended upande ikiwa na 21 days ndio iweze kushika yote na itoke ikiwa na nguvu. Inspector Ngei, nimeona ya kwamba kuna wale watu ambao walikuwa wako pale kwa nursery, naona wakiitoa alafu kisha wanaitingiza. Hebu tueleze haswa ni nini walikuwa wanafanya? Sasa hilo naona wanatingiza, sasa hilo wanaendelea kungoa hivi, wanangoa hivi ndio hii matope ile, kwa sababu imeshikana na matope. Ndio hii matope waweze kuachwa hapo, ndio akienda na hiyo mchele pale naenda kupandwa, unakuta haina matope, iko free kutoka kwa matope. Ndio iwe kamoja ndio mtu wa kupanda aweze kuipanda ikiwa kamoja. Kuna mahali ambapo tumeshtuka sana kuona ya kwamba baada ya kwenda kupanda wana mchele imeenda na line moja mzuri, na sijaona mahali ambapo kuna ile kamba ambayo inaonyesha vile atapanda. Atawezaje kujua itaipandaje na nisiende kombo? Tukiingia upande ya upandaji, samani walikuwa wanapanda system nyingine inaitwa sini. Kama ile tunasema ile transplanting, haikuwa ina formula. Lakini sasa through National Irrigation Board wakakuja wakatutrain tuwe tunapanda na laini. Na ikiwa na laini unakuta iko na mazao nyingi, hii ya sini haina mazao nyingi. Lakini vile tunapanda tunatumia hiyo laini. Iko kamba tunatumia, lakini wawezi kuiona kwa sababu kamba iko pale kwa maji, lakini wale wanaiona wao ungeiona. Iko kamba sasa tunapima nayo, wanapanda through hiyo line. Sasa hiyo kamba wawezi kuiona, lakini iko hapo kwa maji. Tunatumia system ya line siku hizi. Kuna kweke ambazo uweza kusumbua mmea wako wakati unakuwa? Kwekwe zinakuanga nyingi sana za aina nyingi. Lakini sasa ile umemaliza kupanda, kama umepanda na fertilizer, baada ya 7 days unakuta kama mchele kameshika, unakuwa na apply fertilizer kama uko umeweka. Kutoka hapo baada ya kwa apply fertilizer kwanza unaifea 7 days nyingine. Hiyo kakweko unaweka watu mnaenda mkengwango hiyo kweko na mkono mnamaliza. Kama sio hivyo siku hizi tunatumia hata chemicals. Iko ndawa zingine tunatumia. Baada ya kupanda kama iko kweko inaitwa ndawani, inasumbua wakulima sana. Iko ndawa tuna apply. Baada ya 3 days unakuwa una spray hiyo ndawa. Inapunguza ndawani ya imei. Sasa baada ya kupanda unangoja 7 days una apply fertilizer. Unakoja tena 14 days, sasa unaenda ukingwangoyo kakwekwe ndio unaweka hiyo fertilizer nyingine ya mwisho. Hebu tueleze itakaa muda upi ili tuweze kusema kwamba ule mchele umeshakuwa na sasa umefika mahali ambapo tunafaa kuvuna? Mchele inachukua miezi 3.5. Tangu ile siku ulipanda mpaka uende ukavune inachukua miezi 3.5, which is 105 days. Hebu tuambie mbinu ambazo nyinyi huweza kutumia kuweza kuvuna ule mchele. Mchele siku hizi kama sisi tunatumia mkono. Tunakata tu na sickles, alafu tunapiga na mkono. Lakini siku hizi iko mashini zimekuja, iko combine harvester. Mchele wako ikikauka, inaingia hapo, inakufunia, unakuta kazi ni rahisi sana. Na wakati tumestaja mashini ambazo ziko hapa, sinaona kama zile mashini zitakuja kunyaganya watu kazi na vijana watakosa ajira. Kwa maoni yangu imerahisisha kazi. Kazi imekuwa rahisi kwa mkulima. Kwa sababu mkulima kama ni mchele within 2 hours imevuna 1 acre na imetolewa yote, imewekwa kwa banding, imewekwa kwa yaji iko tayari kupeleka kwa nyumba. Lakini upande ile nyingine the other side, vijana nao wamekosa kazi kwa sababu ile tinga imevuna, kijana hawezi kupata kazi ya kufanya. Inspector Ngei, nikizunguka nimeenda pale na nimejikuta kwamba ninapigisha ile mchele pale njia ya kuharvest. Ile njia mlianza nayo na pia ni njia mzuri ya kuweza kuharvest. Inafaa kwa sababu kama sasa hauna mashini hiyo ya kufuna ama hauna pesa ya kulipa hiyo mashini, itakulazimisha utumie hiyo njia tu ya mkono. Ukate na upige tu na mkono. Unahakikisha namna gani ya kwamba hakuna mbegu ama mazao yako ambayo inapotea wakati tunatumia ile mbinu ya kuvuna? Ile njia tunahakikisha kwanza ndio uende uvune, unahakikisha mchele yako imekauka kabisa. Kwa sababu kama inja kauka kama iko nyingine green haitatoka. Ndio uende kwanza uvune uhakikishe imekauka kabisa. Sasa kama imekauka kabisa ile watu wanakata nao huwa una supervise mzuri, wamekata inaletwa mzuri na wanapika mzuri, wanakonganisha juu ya mawe ama ya kimgogo ndio mwakike yote na uko hapo na supervise. Shikilia. Ndeto ikoragwo ihana uguo na wikurikia kuona tukihurithia mucere uguo ni kuuga ati mucere ni twarikia kuugetha kuma riria tukiambiriirie haria twambiriirie kuhanda twauma hau kuma haria ritu ni ithuaya twathie nginya haria urathie kurira kindu gigwitwo nyoni. Riu ihinda riria turi riu ni kugetha na mucere ri niguo uyu riu ni tugethire riu turenda guthi kuumithia
Sasa siwache mimi niende nikakaushe hii kitu. Etiguo na nyinyi muendelee na kazi mzuri mnafanya. Mwirori hatio ndo tugetangaja tukinyukie imwe kwa imwe tugithia kuona ningi store cia guku na cioco cihana atia. Ona ningi thoko ihana atia thiini wa bururi witu Kenya na mwena uyu wa Mwea tukahutie mutambo ucio. Nitwacoka thutha kahinda gatari coho. Haya kwa herini Haya, asante sana.